zidi. Akawa ananipa kila kitu. Okay. Bwana nataka vocha, tuma nini, mahitaji hapa na pale ambao anajua yeye kabisa bwana mpenzi wangu yeye ana. Ila mwisho wa siku umbali ukasababisha mimi na yeye kutengana. Okay. Yeye alikuwa anaishi wapi na ulikuwa unaishi wapi? Yeye alikuwa anaishi Zanzibar, mimi naishi Dar. Mtihani huo. Okay. Sasa yeye kwamba tukipanga promise yeye ndo anakuja. Baada ya siku 2-3 anarudi zake. Okay. Kwa sababu ya wewe kuachana naye au kutofautiana ni umbali? Inawezekana ni umbali, cha kwanza. Cha pili pesa inawezekana ni sababu pia. Cha tatu uvumilivu kwa upande wake ulimshinda. Kwamba ile kwamba mimi nitafanikiwa tu, tutakuwa wote, kwangu nahisi ndo zilikuwa nyingi. Mwisho wa siku akaniacha. Okay. Okay, sawa. Kwa kipindi hicho ulikuwa unashughulika na nini? Kipindi hicho nilikuwa najifunza magari makubwa. Ujue kipindi yeye anatafuta kazi na mimi ndo nilikuwa nipo gereji napambania maisha yangu. Wakati ambao kakomando tuishi sana. Lakini ndo kipindi yeye tayari kashafanikiwa. Na yeye sasa huko ananiforce na mimi niweze kuishi na yeye. Ushaona? Lakini mimi bado yani tena ilikuwa bado kidogo tu. Lakini mwisho wa siku zile ahadi zangu za hapa na pale akaona kwamba huyu bwana labda ananiongopea. Kwamba labda pengine ana mwanamke mwingine kashaingiwa na hivyo vitu. Lakini mwisho wa siku lakini sasa alikuwa anaona hustling zako na nini. Blaza, hiko ndo kitu ambacho mpaka leo hii nashindwa kuamini kwamba hiki kitu ni ndoto au ni kweli. Japokuwa umepita mwaka, lakini kwamba najiuliza kosa langu ni kumwambia uhalisia maisha yangu. Na hata kama nisingemwambia angekuwa anaona jinsi ninavyoishi. Kwamba sina hela kweli anajua, nina hela kweli anajua. Yaani maisha yangu alikuwa hahitaji hata kumuelezea. Okay. Yaani mwenyewe anaelewa ule uhalisia. Ushaona? Ila mimi nahisi kuna mtu tu kanizidi. Kakuzidi kete au kakuzidi nini? Alichonizidi mapenzi hajanizidi yule. Kakuzidi vitu ambavyo ulikuwa hauna kwa kipindi hicho. Ulikuwa hauna kazi, ulikuwa huwezi kuafford kile ambacho anakuomba labda pengine. Alafu pia kukutana na yule kapata mtu kule kwao ambaye kwamba si moja tu mtu kaibuka. Au kwamba afu ukitoka kwamba akipiga simu moja wamekutana, simu moja kasaidiwa. Sasa ukija wangu mimi apechalo bwana naomba buku tarehe kwanza, baadaye imepita nilisahau nitakutumia hapo. Kumbe ndo kidume yule ananiambia kwamba nitakutumia, kumbe ndo hapo ndo napambana sasa. 2000 naipataje nimtumie mtoto, ndo kipata yenyewe angamo umemtumia ili mradi kulinda penzi. Sasa ule uvumilivu kwamba atanitumia ndo noma. Mwisho wa siku alianza tu kuniacha mdogo, bwana mimi ninachoona sasa hivi wewe naona tu kila siku kesho mimi bwana naona ngoja nisubirie nikuache kwanza upambanie maisha yako na mimi niache kwanza, tutakutana kwa nyakati nyingine. Ukishaambiwa hivyo blaza unaona kabisa hapa wewe mtoto unasemaje? Okay, kwa sasa hivi tayari ushapata kazi, ni dereva, unaendesha magari makubwa. Na safari zimekuwa ni nyingi sana. Tukizungumza mara unaniambia uko Dodoma, uko Mwanza, uko Shinyanga, uko wapi? Au turi kabisa Dar es Salaam kabisa. Baada ya kupata kazi ulishawahi kumtafuta na kujaribu kumwambia kwamba mimi tayari nimesha sasa pale ambapo nilikuwa napahitaji nimeshapapata na natamani tu pamoja? Yaani licha ya kuniacha kabla sijapata kazi, ila kila hatua ambayo nilikuwa napitia nilikuwa namwambia. Okay. Na anafahamu kwa sasa kwamba
tayari uko na kazi. Mpaka siku ambayo naitiwa kufuata hiyo kazi nilimpigia kwamba nina kazi sasa hivi. Ndo nikampigia nikamweleza vizuri, nikamwambia, maana unajua alini block. Nikamwambia hebu toa hiyo block, nataka nikupigie tuzungumze sasa. Hapo sina hela, najiamini na kibunda. Nikamwambia sikiliza mamtu. Ujue mimi sasa nataka tuishi zile ndoto ambazo tulikuwa tunaziota. Kwamba una kazi na mimi nina kazi. Tunaishi maisha expensive life. Kivipi? Nikamwambia sasa hivi nina kazi. Sawa, hayo maisha yako. Akakwambia hivyo. Yani nimejipanga kwamba ndo nimwambie mtu kwamba bwana yani ile swala yeye kwamba akaniacha, mimi najaribu kulipotezea, ni sitaki kuamini kile kitu. Nikajaribu kumwambia kwamba bwana sasa hivi mimi nina kazi. Kwa mimi ninachokuomba, kama kuna labda nimekukosea, kuna kitu, mimi naomba nisamehe. Nikajishusha kama mwanaume. Bwana naomba nisamehe. Hebu tufanye basi, kuwa serious, tufanye yale maisha ambayo tulikuwa tunayapanga. Una hela na hela. Tufanye yale maisha ambayo tuliyapanga. Akanambia, Beka bwana, kwa sasa hivi mimi naona tungoje kwanza niendelee kukuacha. Ila kama mimi ni wako, nitakuja kuwa wako kwa wakati mwingine, ila kwa sasa hivi niache. Roho kauli iliniumiza, iliniuma. Kwa sababu hiyo nimedate naye miaka kama 4 hivi. 4. Mingi kwenye mahusiano. Alafu sasa kwamba tumeishi hivyo hivyo kimbalimbali, lakini ilidumu miaka hiyo 4. Sasa ile unaniacha, yani ndo nawaza kwamba da, yani inakuaje? Yani unajua kuna zile moment ambazo umezizoea kwamba bwana ikifika saa ngapi utakuwa ulikuwa unaongea naye, una nini, kuna kitu umekutana nacho inabidi umuhadisie. Lakini sasa ndo hayupo tena kwenye maisha yako. Ukija kuangalia kashakulima block. Inauma hiyo. Noma. Toto nikamwambia bwana basi ile mipango yetu ndo tuitimize sasa hivi. Unasemaje? Mimi kwa sasa hivi nina maisha yangu. Sitaki. Kikubwa ambacho kilikuwa kinaniumiza, hela ninayo. Sasa hela nilipanga nikija kupata hela nifanye mipango na yeye. Naanza vipi kuanzisha mipango mingine na mtu mwingine? Mtihani huo. Unanielewa? Naanza vipi kuanzisha mipango mingine na mtu mwingine? Wanasema kwamba ni vyema kuota naye moto yule ambaye umetafuta naye kuni. Uote naye moto yule ambaye umetafuta naye kuni. Usiote moto na mtu ambaye hajui kuni umezitoa wapi. Ushaona hata kama ukija kuota na watu wengine, lakini ule muhusika ambaye umetafuta naye inabidi uwe naye. Ushaona? Sasa yeye tena hayupo tena kwenye maisha yangu. Sasa nawaza kwamba yeye kipi kilichonifanya kwamba ameniacha? Hajui haso zangu? Anazijua. Ajui maisha yangu? Anayajua. Ajui kazi yangu? Yani anajua kila kitu kuhusu mimi. Lakini yeye wapi? Tuma sana meseji. Tuma sana. Hajawahi kukwambia kwamba tayari yuko kwenye mahusiano mengine? Hiyo hajawahi kuniambia, kwa sababu mwenyewe anajua kama naumia. Lakini kwenye akili yako, kwenye fikra zako, hauhisi kwamba tayari yuko kwenye mahusiano mengine? Uhalisia ndio upo hivyo. Ana mahusiano mengine. Okay. Wewe umeyapokeaje? Vaa viatu vyangu. Nikivaa viatu vyako nitasema kwa sababu ana mahusiano mengine inabidi nimwache, kwa sababu niking'ang'ania kuwa naye nitaumia. Mimi binafsi imeniuma kwa sababu kila mtu ana kile ambacho anakiamini. Mimi naamini mtu anapenda mara moja. Anapenda mara moja. Ukishapigwa tukio kwenye hilo penzi lako, ndio linakuwa fundisho kwa mahusiano mengine. Okay. Kuna mtu anaweza kaja kumwambia bwana, mimi nishaumizwa sana kwenye mapenzi, nishalia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Ushaona
kuna mtego namuuliza katika mahusiano matatu lipi limekuliza sana, ataambia bwana lile la pili, lile kiboko. Na bia sasa hilo ndio lilikuwa fundisho kwa wengine, sema hukusikia. Ushaona kwa mimi haya mahusiano ambayo yamenipiga tukio mpaka sasa hivi, haya ni fundisho kwa mahusiano mengine. Okay. Yani true kabisa. Mtu ambaye anakusikiliza sasa hivi na yuko tayari kuwa na wewe, pengine naye ameshapitia changamoto ambazo wewe umepitia, nini ambacho unamwambia? Ambaye yupo tayari kuwa na mimi? Kuna mtu anasikiliza sasa hivi na anatamani kuwa na wewe kwa vigezo hivyo ambavyo umeviweka, hivyo vigezo